niseme ndugu zangu, na nasema hadharani, hata Mungu ni shahidi. Sitaki mwananchi wa kawaida ndani ya utawala wangu wa miaka 5, mwananchi wa kawaida maskini anyanyaswe na mtu yoyote. Mlinichagua nibadilishe maisha yenu, yawe maisha mazuri, maisha ya maendeleo, na mimi nipo kwa ajili ya wananchi, hasa wananchi maskini. Mimi ni mtumishi wenu na nitaendelea kuwa mtumishi wenu. Nitakuwa mtumishi wenu leo na kesho nitakuwa mtumishi wenu mpaka nitakapomaliza muda wangu, ili kusudi wengine nao waje. Kwa hiyo mimi nawatengenezea mapito mazuri ya maendeleo ya Wanaarusha na Watanzania wote kwa maendeleo. Tunataka nchi hii, ukitaka kufanya biashara, ufanye biashara takatifu. Ukitaka kupata hela, ufanye business ambayo ni nzuri, ambayo ni so clear, transparent. Na niwaombe wafanyabiashara wengine, serikali hii iko pamoja na wafanyabiashara ambao ni waaminifu, ambao watafanya kazi zao bila kuficha ficha. Sekta ya wafanyabiashara tumekuwa walalamishi mno, badala ya kuinkaa zile challenges. Mnataka kila siku mbebwe. Yako mambo ambayo ni muhimu yanatakiwa serikali ishughulikie, lakini yako mambo mengine ni muhimu sekta ya wafanyabiashara inatakiwa yashughulikie yenyewe. Biashara ni strategy, biashara ni plan. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wafanyabiashara wa maeneo mengine. Nimemwona jamaa mmoja bwana niigiza, sijui ndio huyo. Hebu nimpe basi azungumze kidogo nione kama kweli sauti zinafanana. Ndugu zangu wa Mafinga, kwanza nimefurahishwa kweli kwa mapokezi haya ambayo mmenipokea kama rais. Mbunge wenu wa Mafinga mjini amezungumza mambo mengi, na nilikuwa nikimsubiria bwana nani huyo, bwana Mahmudu Mgimwa asingezungumzia barabara ile ya Mfindi, ningenyang'anya koti nikaenda nalo Mdaburu. Kwa hiyo ndugu zangu, kero zenu nimeweza kuzisikia kweli. Lakini pia ndugu zangu, ningependa kuongea sana na nyinyi wa Tanzania. Ovyo tu watu ukiangalia hakuna chochote kinachofanyika. Na fedha mnakusanya hapa halmashauri, hamkusanyi hapa hela. Unakusanya kiasi gani? Ndio hapa mnakusanya kiasi gani? Milioni 100 kwa mwezi. Kuanzia leo hakuna kukusanya hata senti 5. Usimuone mkurugenzi anakuja kukusanya hapa hela mpaka mtakapomaliza kujenga jengo lao. Najua mmenielewa. Hamwezi mkawa mnawakusanyia watu fedha hawa wanahangaika mahali penyewe ni pachafu. Hapa mtoe huduma zinazotakiwa za kufagia na mtoe kwenye sources nyingine. Sasa nataka niwaeleze kitu kimoja. Nataka hii kazi mnielewe. National Housing, mkuu wa mkoa, wakurugenzi, DC. Huu ni mwezi wa ngapi? Wa 9. Nataka mwezi wa 12 nitakuja hapa na mkuu wa mkoa na mkurugenzi, muache maneno tu. Nataka kupata matokeo, ndicho mimi ninachotaka. Sio mambo ya kuja mnaonekana mnafanya nini, nataka results. Ndio maana nimewapa mkoa, ndio maana nimekupa wilaya, ndio maana nimekupa manispaa. Wananchi hawa wanataka matokeo. Sasa nataka muende speed. Kweli nawaambia, sije mkanilaumu. Nimekuja hapa nimevamia mwenyewe kwa sababu hili ni viguguti, limezungumzwa mno. Na kwa sababu hii National Housing ni mali ya serikali. Sasa mkurugenzi, kamwambie waziri wako Rukumi, kamwambie katibu mkuu wako na ninyi wengine wote. Ninawashukuru sana
kwa madhehebu yote yalivyosimama kwa pamoja katika kumtanguliza Mungu katika tatizo hili. Tumeshinda. Na Mungu ametusikia. Na hata hivyo, kutokana na kutanguliza Mwenyezi Mungu mbele, pamoja na kejeli nyingi tulizozipata, sisi wa Tanzania tumeweza kuushinda ugonjwa huo. Na sasa nchi yetu ipo salama. Na kwa hakika tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiepusha nchi yetu na janga hilo, ambalo hata nchi kubwa, tajiri na zilizoendelea kwenye masuala ya sayansi na teknolojia zimeshindwa kukabiliana nalo. Na hii ni fundisho kwetu wanadamu, kuwa tukipatwa na mitihani mikubwa tusitegemee akili zetu pekee yetu, bali pia tumshirikishe Muumba wetu, kwa sababu kwake hakuna linaloshindikana. Hata maneno ya Mungu yanatuasa katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Naomba kunukuu: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe, na katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ninachowaomba, endeleeni kusimama hivyo hivyo, na njia mlionayo ndiyo njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, mimi mtanisamehe sana. Mbunge wa Temeke naye anataka serikali ikalipe bilioni 4 kwa mkopo ambao serikali haikuhusika. Unajua mambo ya ajabu sana. Ninyi manispaa mmekaa mkaenda kuzungumza na CRDB. Mazungumzo yale wala hayajulikani mlikuwa mnazungumza nini. Inawezekana mazungumzo yale ni ya kificho, labda palikuwa na percentage. Mmeshindwa kulipa, mnataka serikali ilipe hilo deni. Kwa hiyo tuna manispaa ngapi, tuna halmashauri ngapi zikawe zinafanya mamikopo yao kule ya ovyo ovyo ya wizi, serikali inakuja kulipa? Hilo msahau. Nenye mtalibeba wenyewe. Kwani shule zote zilizojengwa Tanzania na watu wote waliojenga mahospitali walienda kukopa CRDB? Kwanza ni kukosa nidhamu ya fedha za serikali, kwenda kuzinvolve, kwenda kukopa kwenye commercial bank. Halafu mnakwenda kulipia fidia. Na kwa vyovyote hiyo fidia, wale waliotoa maeneo lazima walizungumza na watendaji wa halmashauri. Ndio wizi ulivyokuwa unafanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, najua ulikuwa haupo, lakini ngoja nikutandike tu, kwa sababu wamekutuma wewe kuja kuzungumza hapa. Hakuna hela itakayotolewa na serikali. Sana sana serikali inaweza ikatuma wakaguzi na kuchunguza hizo fedha zilikuwa na corruption ni aina gani. Na kamanda wa TAKUKURU, naomba ufuatilie hilo, wamenisaidia kujieleza hapa. Ili tujue hiyo hela nani alikwenda kunegotiate na CRDB. Je, maeneo hayo yalikuwa ya nani? Je, hizo fedha zilizolipwa kweli ndizo zilizokuwa zinastahili? Kama ni bilioni 10 na ngapi amesema? 12. Je, yale majengo yaliyojengwa yana thamani ya bilioni 12? Unaweza ukakopa ukalipa compensation bilioni 12, halafu kajenga majengo ya milioni 500. Yaani hapa mimi nimeshaona ufisadi mkubwa unaelea tu.